Asante. Iko clear, si ndio? Iko sawa. Kwanza nataka nichukue nafasi hii, ndugu Moses Oido, Mheshimiwa, nilete rambirambi zangu. Pole kwa kumpoteza mama mzazi. Wewe na familia yenu, poleni sana. Na ndugu yangu gavana wa Pwani, mbunge ambaye tumekuwa bungeni na yeye miaka 10, na Sir Charles pia na gavana tumekuwa bungeni miaka 10. Nataka nishukuru kwa sababu ya kuja kutoka kule Pwani, nyinyi kuja kupeana pole huku nyumbani. Hapa ni nyumbani. Speaker, hapa ni nyumbani. Kwa hivyo nataka nilete rambirambi zangu kwa familia. Nashukuru kanisa. Nilikuwa nimeongea na Mama Gladys Wanga, nikamwambia unajua tukienda kwa county yoyote lazima tuambie mkubwa wa hiyo county. Na hakuweza kuja, lakini pia pokea rambirambi za Mama Gladys Wanga. Mama amelala. I'm so happy for your wife. Amesema atakuwa yeye ndio mama, ndiye atakuwa naombea ndugu zako. That was great. Huyo mama, hiyo ni mzuri sana. Tafadhali take care of those young ones who have been left. Ndipo sawajue kwamba mama hakulala bure. Mnikubalie niseme mambo matatu. Mimi nilikuwa kanisani asubuhi, na nilipojua kwamba mheshimiwa gavana hayuko, akaniambia wewe Simba ni jirani, lazima uende ukuwe na gavana wa Mombasa ndiye ashindwe, magavana wote wamekosa. Nikakuja kutoka kanisani, nikasema nije niomboleze pamoja na mheshimiwa Moses. Mimi ndio Simba Arati, gavana wa Kisii na deputy party leader wa chama cha ODM. Hebu nisikie kidogo. Juzi Mheshimiwa Ruto alikuwa hapa kwetu, alitoka hapa juzi. Nilihakikisha amesema kitu kinaitwa ODM. Na wale nyote mlioana, mimi nilimwambia vizuri kwamba sisi hatuko katika serikali yake kama wana ODM. Ile kitu tumefanya, tumempea askari wetu. Mmoja anaitwa Mbadi hapa, mwingine anaitwa Oparanya, mwingine anaitwa Joho, na mwingine anaitwa Opio. Tumempea yeye askari kusaidia yeye kusimamisha serikali yake kwa vizuri. Ni kama askari wale tumepeleka kule Haiti. Tumegeuka kweli, tumekuwa Haiti sisi kama Kenya? Bado tunabaki kuwa Kenya. Sisi kama wana ODM tunabaki kuwa wana ODM. Nimesema hivi kwa sababu pia Siaya, nilikuwa kule Siaya wiki iliyopita. Hatutaki watu wetu waangalie kwamba tumeingia katika UDA ama Kenya Kwanza. Sisi ni serikali ambayo itakuwepo mwaka wa 2027. Baba anaenda AU. Anapoenda AU, anaenda na kalamu. Akifika 2026, ikibaki miezi 6, tutakubali na yeye kwamba anarudi ama harudi. Kwa sababu safari tulianza hatujafika. Huyu ndugu yetu William Ruto alikuwa katika chama cha ODM. Akaepa mzuri, Mungu amebariki yeye. Kuna MC amesema hapa, yule MC hapa. Unajua ukiweka goal kwa mkono na refu hajaona, ni gori tu. Kwa hivyo kama hata wewe ulibuka kibahati na kura karibu 50, wewe ndio MCA. Hakuna mtu mwingine. Hata William Ruto hata kama aliiba ama aliweka miujiza, yeye ndio rais. Lakini 2027 tunasema kwamba sisi tuko na yeye unyo kwa unyo. Ile kitu tutamuuliza Mheshimiwa William Ruto,
kuna vijana wengi waliokufa wakati wa maandamano. Maandamano ya juzi na maandamano ambayo yamepita. Na Mheshimiwa William Ruto akasema vizuri kwamba wale wote watapewa fidia. Hatujaona nia nzuri kutoka kwake kwamba anataka kufidia wale ambao wote walikufa. Tukasema wale wote waliokamatwa wako jera watoke. Wale wako na cases zikuwe dropped. Nataka niseme hivi. Mheshimiwa Gavana wa Mombasa, wewe ni mwenzangu kama deputy party leader. Tumeamua hapa mbele tunaanza safari. Na hii safari ninyi wa Pwani mtatupata huko. Tutafanya mkutano Mombasa, tutafanya Tana River, tutafanya Kilifi, tutafanya Garissa, tutafanya Wajir, tutafanya Western, hapa kunyamazisha wananchi wetu, kuambia chama peke yake, chama kitukufu ni chama cha OM. Ama hapa ni watu wa UDA na am I talking to UDA people? Hebu nisikie, chama cha ODM. Tunataka tukifika 2027, hata wakati tunaongea na Ruto, tunaongea kama equals. Hatutaki sisi tumezwe. Now I want to ask for the young people who are here, Gen Z, thank you for going out to the streets. You awakened the leaders who are asleep. I'm sure it is not going to be again the same. We must make sure nchi yetu tumesimamia mali ya umma vilivyo. Sio mambo ya wizi. Sisi viongozi tunachaguliwa, tunaingia kwa maofisi, kazi ya kwanza ni wizi ambao tunataka kwamba ikuwepo. Mnalipa sisi mshahara kama wananchi. Hakuna njia nyingine ambao sisi tena tunarudi tunaanza kuibia wale ambao wanalipa sisi mshahara. Chama chetu cha ODM, na nataka nitoe irani hii hapa. Kumekuwa na tabia mbaya, indiscipline. Watu hawajui kwamba tunatafuta uongozi ama vipi. Nataka niwaambie, when you are trained properly, we must finish the race. Na sisi kama wana ODM tuko tayari kukimbia hiyo safari. Mwisho, mnikubalie, kuna ugonjwa umekuja unaitwa mpox. Huu ugonjwa ni ile mambo ya kusalimiana. Nimeona watu wakisalimiana hapa. Sasa unajua sikuwa nimesema haya. Mmeona huo ugonjwa? Nauliza nyote, tujihatari nayo. Ilitoka Taita Taveta pale, sasa imesambaa, imekwenda. Lakini pia hiyo ugonjwa si ya Kenya, ni hao wazungu yawezekana ambao wanaileta. Kwa hivyo mlinde hii mambo ya kusalimiana vile corona ilikuwa. Tafadhali tuachane kwanza mambo ya salamu. Hiyo mgonjwa ni mbaya. Sijui wangapi wameona kwa picha. Mmeona? Ni mbaya. Ni kama ile chickenpox. Mnikubalie niseme hili, Mheshimiwa Were. Wewe tumekuwa na wewe kule bungeni. Na wewe ni jirani. Mimi sichukue msichana hapo. Unajua hapa wanatembea kwa wanaingia hapa wanatoka. Hata nikiita wao jioni wanakuja na salimia sisi wanarudi. Kwa hivyo yule mtu anafaa bebe kutoka hapa. Na nyinyi wa Pwani wacha kuwa wagumu. Baki hapa. Naona sura nzuri za Pwani ziko hapa. Ziko nyuma hapa. Na unajua wa Pwani pia wanakubaliwa kuoa wengi kwa sababu ya dini. Sijui Mheshimiwa Gavana uko na wangapi? Utatuelezea. Tunafaa kuwa na uwiano huu. Wacha niulize, ni wangapi? Kuna wimbo mmoja unasema cha kutumaini sina ila damu ya nani? Hebu nisikie kanisa. Cha kutumaini sina
sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Waheshimiwa wale wote MCA, nimeona kuna mwingine anataka kuondoa Were. Wewe ni rafiki yangu. Were ameambiwa wewe mzuri. Kuja pole pole. Lakini Were wewe unasema utakufa 2032 bwana. Kivipi? Now you would have said that. Watu watatranslate kwamba umeona kifo chako 2032. Unajua hivyo ndio ulisema. Wewe huyu atakapoondoka, shirikiana mzuri, ni mtu mzuri. Mtu mzuri, shirikiana tuone vile tutaleta maendeleo. Mnikubalie kwa sababu mimi hapa ni nyumbani. Wacha nione kwa mkono tu ni wangapi wapo tayari kuombea familia hii. Mungu aipee nguvu ndiposa iendelee. Kwa mkono. Kumbe mnakuwa mnasikia Kiswahili. Najua wajaleo wanasema Kiswahili si mdomo chetu. Wacha nione ni wangapi hapa. Kwa sababu nikiwa hapa kama deputy party leader lazima nione kama niko na kondoo zangu. Ni wangapi hapa ni wa chama cha ODM. Na uangalie yule yuko karibu na wewe, kama sio yeye jua kwamba ni mtu wa UDA, tumwambie asalimie sisi. Wacha nione. Kwa hivyo hawa ni wana ODM wako hapa wote. Mimi nitasimama pamoja na nyinyi na tutahakikisha maombi tu, tunaomba kwamba tuombee baba akuwe na afya njema, akuwe rais wa Afrika mzima. Asanteni na Mungu awabariki sana.